Ni heshima yako? Haleluya. Ni pesa zako? Is it your position? Na ni pride. Nini nyingine inaweza kuzuilia siende kwa mtu ambaye ni mdogo kukuliko, pengine mtoto? Nini inaweza kuzuilia kimbie baraka? Aibu. Ndaizo zipi? Nani mwingine? Madharau. Yaani wewe ni mtu wa viwango. Kwa partiality wewe. Ndaizo zipi? Nini nyingine inaweza kukuzuilia pengine ukachukua muda ukaahirisha, Mungu akakukuta tu. Ndio sema pole. Unajua wewe ulikosea. Na pengine unajua ya kwamba mimi nafaa kwenda kuomba msamaha. Nini inaweza kukuzuilia? Ndaizo zipi? Ama inaweza fanya ukaahirisha mpaka ukakuta ukiahirisha. Nini nyingine? Si uoga pia inaweza kuzuia. Na pesa zako. Naweza usivile. Kama masomo inaweza. Masomo kumuliko. Shinda uli nani? Unampagua. Haleluya. Vile vile tu hata ukiomba msamaha ukiwa uko namna hiyo, Bwana hawezi kukusikia. Naweza usivile. Nataka uone the many obstacles to true repentance. The many obstacles to genuine repentance. Ni kwa sababu wakati unapoomba msamaha, ikiwa unaweza zuiliwa, ikiwa unaweza ahirisha, ni kuoneshana ya kwamba hata wakati utaenda kuomba msamaha ni juu tu. The heart is never involved. Na Yesu asifiwe. Siku ya leo tujifunze mambo kama yale. Soma some verses ili tuweze tusikie, na kutoka hapo tutaenda mbele za Bwana, tumwambie Bwana, kumbe nilidhania I can seek for forgiveness. Hata wakati ninapokuja mbele zako ninaweza omba msamaha na nikasamehe. Kumbe ni vigumu sana. Naweza asifiwe. Sasa nani ameona ya kwamba ni kuomba msamaha si rahisi? Hata hapo tumefika. Twende katika kitabu cha Zaburi, Psalm 51 verse 17. There is a qualification for forgiveness. Praise was if mtu waendi tu kwa sababu amesema maneno mbele za Mungu, Bwana nisamehe bla 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 bla, umeendelea sasa unasamehe tu. You must bring in your heart. Lazima ulete the truth of your heart. Hallelujah. Your heart must be involved. Kwa hivyo tunaona huyu ni mtu, kitu cha kwanza si mbaguzi. Hallelujah. Wakati anapokosea mtu, huyu mtu inamuuma zaidi, inamuhuzunisha zaidi kuliko wakati hata amekosewa yeye mwenyewe. Anaweza asifiwe. Anasumbuka halali. Hakuna kitu kinaweza kumzuilia, sio klasi yake, si pesa zake, si masomo yake, si utajiri wake. Anaweza asifiwe. Mifano mingi. Haleluya. Angalia mtu kama Zakayo. Nini hakuwa nayo? Alizuiliwa na pesa zake? Anaweza asifiwe. Alizuiliwa na umati? Haleluya. Ndiposa msamaha wake ukakubalika. Tujifunza many verses there. Psalm 51 verse 17. Yule ndiye tutasomea kwa Kizungu. Mwingine atusomee kwa Kikuyu. Haleluya. Mwingine atusomee na Kizungu very fast. Mwingine atusomee kwa lugha ya Kikuyu. Psalms 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Hallelujah. This is a condition of the heart. Unaweza sifi. Mtu akiwa amekosea, hii ndiyo njia peke yake, huzuni wa moyo. Hallelujah. Ndio akaweza kukubalika. Kwa hivyo si maneno tu. Kwa sababu watu wengi wameambia kwamba ni maneno, ama pengine unakuja na sadaka fulani kwa kanisa, tunaona kabla haijakubalika lazima moyo kwanza ukawa umebodeka. Unaweza sifiwe. Ikawa condition ya kwanza ni moyo wako. How sorrowful. Huzuni ulio naye ndani ya moyo wako ndio ukaweza kukubalika.
ndio msamaha wako ukaweza kukubalika. Bwana Yesu asifiwe. Si vitu, na ukisoma hapo juu utaona Daudi alisema si ndume atakazotoa kama kafara ama sadaka kwa Bwana, si zile alizo na haja nazo kwanza. Anachostahili zaidi kutoka kwa mtu, mimi na wewe, ni huzuni, the hatred for your sin, the sorrow for your sin. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa msamaha wako ukakubalika. Msome na kitu tukaweza kusikia. Magongona marĩa Ngai etĩkagĩra nĩ roho ũrĩa mũthuthĩku. Ngoro ĩrĩa thuthĩku nayo ĩkahera-rĩ, we Ngai ndũngĩmĩrega. Hallelujah. Genuine repentance. Na Yesu asifiwe. Sasa wewe ukiangalia, sinaona not many of us can repent. Sio wengi wetu wanaweza tubu inavyostahili. Bwana asipotufunza. Haleluya. Siku ya leo Roho wa Mungu ako pamoja na sisi, atufunze namna ya kutubu. Usiwache roho yako. Bwana atuzidishie, atuongezee huzuni. Tusome 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 11. 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 11. Huzuni wa moyo. Huyu mtu hawezi lala, huyu anasumbuka. Biashara zake sasa si kitu, familia yake si kitu, afya yake si kitu. Huzuni aliye nayo, nothing can quench. Bwana Yesu asifiwe. His heart is broken. No food can satisfy. Hakuna chakula anaweza kula kafurahia. Lazima kwanza offload huu mzigo ulio ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Halali huyu yamsumbua alivyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Aliyoyafanya yamsumbua, yamhuzunisha. Hakuna jambo lingine ambalo ni la maana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Moyo uliovujika na roho iliyobodeka, hii ndio sadaka unayempelekea Bwana kwanza, si maneno tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kuna jambo linaweza mletea furaha. Soma hiyo 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 11. Not because you are made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets. But worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness to fear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. What eagerness to clear themselves. Look at the urgency. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo, hawezi hata shambani, hawezi hata malishoni, anasumbuka. Hao watu walipoandikiwa makosa yao na Paulo, wakati waliposoma wakaona makosa yao, nothing else mattered except to clear the names. Bwana Yesu asifiwe. They sorrowed in a godly way. Walihuzunika wakaomboleza ni kwa sababu ya makosa yao in a godly manner. Usiposumbuka namna hiyo, sasa inaonekana ya kwamba kutubu kwako hakuwezi pokea nini? Repentance. They sorrowed in a godly way, which led to repentance. And repentance, salvation. Salvation meaning forgiveness. They received relief for their sins. Look at the urgency. Angalia kusumbuka kwa hawa watu wa Korintho. Sasa nataka uone qualification ya kusamehe. No wonder tukienda hata tutubu makosa yetu, no wonder tunaripiti kitu. Bwana si unisamehe. Hili jambo linakaa ni kama haliondoki. Kwa mioyo hii mzigo haiondoki. Bwana Yesu asifiwe. Angalia namna unavyohuzunika, unavyoomboleza, ni kwa sababu ya makosa yako na dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengi wetu hatusumbuliwi na dhambi zetu. Wengi wetu hatusumbuliwi na makosa yetu. Haleluya. Sisi tunasumbuka na ile makosa ama makosa ya mwingine aliyetufanyia. Inatusumbua, hatuwezi lala. Lakini yale tumefanyia wale wengine hatusumbui. Klasi zetu zinatusumbua zaidi. Yesu asifiwe.
Nataka uone mtu anayeenda kutubu, then you are required uwe mtu ambaye ni wa kiwango kigani. Naweza wasivile. Siku ile tukimalizia taomba huzuni ama chuki zaidi kwa sababu ya makosa yetu na dhambi zetu.